Sasa bwana, kuna ndugu mmoja kaniuliza swali. Anaambia, mchungaji, hivi kama Mungu alijua kwamba tendo la ndoa ni kwa ajili ya ndoa, kwa nini aliweka hamu za mapenzi zinakuja kabla? Hebu tujiulize pamoja, alafu nataka tuliangalie hili swali vizuri. Ni kweli kabisa, nakubaliana na huyu ndugu kwamba kwa design Mungu alivyomuumba mwanadamu, amemwekea ndani yake uwezo au nguvu ya kuwa na hamu ya mapenzi akifikia umri fulani. Kwa vijana wa kiume, kwa vijana wa kike vivyo hivyo. Kwa hiyo kwa nini sasa, swali lake, kwa nini Mungu ameziweka mapema kabla ya ndoa? Sasa swali hili nafikiri huyu mtu alipokuwa anauliza anafikiria kwamba zinapokuja zinatusumbua, tunajikuta tunataka tufanye, tunajikuta tumeangukia kwenye zinaa. Si ndio? Hata nao unajiuliza hivyo hivyo. Sasa ni hivi, Mungu hakufanya kwa bahati mbaya. Hilo jambo la kwanza tutakao kulijua. Mungu hajakosea na hakufanya kwa bahati mbaya. Lakini kuna vitu ambavyo nataka ujifunze ambavyo vitakusaidia sasa kuzielewa hizo hali au hiyo nguvu iliyoko ndani yako ya hamu ya mapenzi, kwamba ni baraka kutoka kwa Mungu, jambo la kwanza, na ni baraka kutoka kwa Mungu ambayo ina matumizi yake katika wakati sahihi na katika muktadha sahihi. Tutaanzia kwenye andiko moja ambalo mtaalamu wa masuala ya mapenzi kwenye maandiko analiandika kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 2 mstari wa 7. Huyu ni Sulemani, anasema, na wasii enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na kwa ayala wa porini, msiyachochee mapenzi wala kuyaamsha hata yatakapoona vema yenyewe. Kwa kwenye hichi anachokisema Sulemani ni kwamba kumbe mapenzi au hiyo nguvu ya mapenzi au hamu ya mapenzi iko ndani ya mtu, na anasema mbele yake hapo au anaendelea anasema kwamba msiyachochee. Kumbe hapa kuna kitu cha kujifunza. Kwa hiyo hii hamu ya mapenzi inakuwepo ndani, kama nilivyokuambia, Mungu ameiweka kama baraka. Mungu ameiweka kwa matumizi maalum kwa wakati maalum. Lakini kuna jambo la kuliangalia kwamba hiyo nguvu haitakiwi kuchochewa. Sasa kuna vitu ambavyo unaweza ukavifanya ambavyo vikachochea hilo dude lililoko ndani hilo la hamu ya mapenzi, likaanza kukusumbua, likaanza kuleta shida. Ukifanya hivyo vitu vitaanza kuchochea, kuamsha hiyo nguvu itake kufanya kazi labda katika wakati ambao sio wa kwake. Kwa hiyo kumbe moja ya kitu ambacho nataka kukizingatia ni kwamba haufanyi kitu chochote kinachochochea hiyo hali ya mapenzi ikiwa ndani yako. Kwa Mungu hakuiweka kwa bahati mbaya, lakini wewe una wajibu wa kufanya kwamba usichochee. Sasa kuchochea, mchungaji, unasema tunachochea, tutachocheaje? Una simu yako, unaangalia video ambazo zinakufanya upate hisia fulani ambazo zinaleta mabadiliko kwenye mwili wako. Unachochea. Kuna kaka fulani, kuna dada fulani ni wa jinsia tofauti na wewe. Huwa mkishikana unajisikia tofauti, alafu ukijisikia hiyo hali ya tofauti unatamani kuendelea kushikana naye. Unachochea mapenzi au nguvu ya mapenzi iliyoko ndani yako. Wakati wako haujafanya nini? Haujafika. Wewe hujafika kipindi cha kuoa, hujafika kipindi cha kuolewa. Lakini unachochea hiyo. Maana yake ni nini? Unatafuta hiyo nguvu ya mapenzi kusumbue. Na ubaya wa hiyo ukiichochea, unajua madhara yake, utaingia kwenye kitu inaitwa zinaa, utazini. Sasa hekima za mzee Sulemani zinasema usiyachochee. Na hekima za mzee Sulemani mpaka zimewekwa kwenye maandiko, manake huo ndio mtazamo wa kimungu. Mungu anasema, nimewapa baraka hii ya mapenzi ndani yenu na msiyachochee. Ukisoma mahali pengine kwenye Biblia, mapenzi yana nguvu. Nafikiri Sulemani mwenyewe anafananisha mapenzi na mauti. Anasema mapenzi yana nguvu kama mauti. Kwa hiyo hii nguvu ya mapenzi au hali ya hisia za kimapenzi ndani usichukulie poa. Ni kitu ambacho kina nguvu sana. Sasa basi, Mungu alipoweka hii baraka ya kujisikia, ya kuwa na hamu ya mapenzi, nikakwambia kwamba ni kwa ajili ya muktadha wa ndoa. Kwa hiyo Mungu alipoweka hiyo nguvu ya mapenzi ndani ya mwanadamu, aliachilia na kitu kingine kinachoitwa uwezo wa kuizuia hiyo nguvu
isilipuke kwa wakati ambao sio wenyewe. Ndio maana Sulemani kule anasema msiachochee. Sasa nitakuonyesha huo uwezo ambao Mungu ameuweka ndani ya mwanadamu wa kumsaidia kwamba hiyo nguvu ili itulizane mpaka wakati utakapofika iweze kutumika. Sasa kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7 mstari wa 8. Kwenye sura hii Paulo anaelezea mambo kadha wa kadha, ikiwemo ana address swala la ndoa na ana address swala la uzinzi ambao ulikuwa linaendelea kwenye kanisa la Korinto. Kwa hiyo imempelekea kuongelea masuala ya ndoa na masuala ya tendo la ndoa na masuala ya zinaa. Kwa kuna kitu anakisema kwenye mstari wa 8, anasema lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane ni heri wakae kama mimi nilivyo. Mstari wa 9 anasema lakini ikiwa hawawezi kujizuia. Kwa mtu Paulo anaposema hawawezi kujizuia, maana yake ni kwamba uwezo wa kujizuia upo ndani. Uwezo wa kuizuia hiyo nguvu ya mapenzi ambayo Mungu ameachilia kama baraka upo ndani ya mwanadamu. Kwa kumbe unaweza kuizuia hiyo nguvu mpaka wakati utakapofika ukiwa umeoa, ukiwa umeolewa, ndipo uweze kufanya tendo la ndoa au kuitumia nguvu ya mapenzi uliowekewa ndani yako katika tendo la ndoa. Kwa anasema kama hawawezi kujizuia na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Sasa Paulo anaonyesha kwamba kama unafikiri hiyo nguvu ya kujizuia imefika mahali imeshindwa, bora uoe au bora uingie kwenye ndoa ili sasa uweze kuitumia hiyo nguvu. Lakini kwa nini uingie kwenye ndoa? Kwa sababu tu ya kumbe, ukipata ufahamu na kweli hii kwamba ndani yako kuna uwezo, wewe kijana uliyemwamini Kristo Yesu, unaweza ukatulizana, na wakati wa ndoa utakapofika utaweza kuitumia hiyo nguvu katika muktadha sahihi. Kwa hiyo tendo la ndoa ni kwa ajili ya ndoa. Mungu alikupa baraka hiyo ya kuweza kuwa na nguvu ndani yako ya kuwa na hamu ya mapenzi, kwa sababu alijua kuna wakati utafika kwenye kipindi cha kuingia kwenye ndoa. Na ndio maana mtu asipokuwa na uwezo huo ndani, tunamshauri aende kwa madaktari au tutamuombea ili aweze kupona au aweze kurudi katika hali ya kawaida. Kwa rafiki yangu unayesikiliza video hii, Mungu amekupa nguvu ya mapenzi kama baraka, lakini baraka hiyo ina wakati wake sahihi wa kuitumia. Usijichanganye ukaitumia kabla, usichochee. Usiende nyumbani kwa kaka fulani ukaosha vyombo, ukaenda kwa dada fulani ukasema tunafanya Bible study, mko wawili tu. Hapo mpendwa, unachochea. Unaibua nguvu ambayo hutaweza kuizuia, kwa sababu nguvu ya mapenzi ina nguvu kama mauti. Kwa hiyo chukua ushauri huu wa kimaandiko na ufanyie kazi, and God bless you. Amen.